Mwanamke mpofu alikuwa amekaa peke yake mezani ndani ya mgahawa. Watu walikuwa wanapita karibu naye, lakini hakuna aliyemjali. Ghafla mhudumu alifika na kumgundua yule mwanamke. Alimsogelea kwa heshima na kusema, habari za jioni mama, samahani kwa kuchelewa, tafadhali niambie ungependa kula nini? Mwanamke alijibu kwa upole, nipe wali wa kuku tafadhali. Mhudumu alichukua oda yake na muda mfupi baadaye akarudi. Hakuweka tu chakula mezani, bali alimsaidia kula kwa heshima, akimwongoza kwa makini na kuhakikisha yuko sawa. Baada ya kumaliza kula, mwanamke aliuliza kwa adabu, samahani, nalipa kiasi gani? Mhudumu akatabasamu na kusema, mama, leo huhitaji kulipa, chakula hiki ni kutoka kwangu. Mwanamke akashangaa na kusema, hapana tafadhali, tayari umenisaidia sana, niruhusu nilipe. Mhudumu akasema, sawa mama, kama unavyotaka, bili yako ni $10 tu. Mwanamke akatoa pesa na kusema, tafadhali chukua $10 kutoka hapa. Karibu na hapo, mwanaume mmoja alikuwa amekaa kimya akiangalia kila kilichokuwa kinaendelea. Mhudumu aliporudi kusafisha meza, aliona kitu chini ya sahani ya mwile mwanaume. Kulikuwa na $1000 pamoja na barua. Alipoisoma barua, iliandikwa, chakula changu kilikuwa $30. Hii iliyobaki ni kukukumbusha kwamba wema na utu bado vipo. Nilikuwa naamini watu huwa wema tu wanapoangaliwa, lakini leo nimekuona ukimsaidia mwanamke bila mtu yoyote kukuangalia. Kwa sababu yako, sasa naamini bado kuna watu wema duniani. Macho ya mhudumu yalijaa machozi alipogundua kuwa wema haupotei kamwe. Kila tendo jema hurudi kwa njia moja au nyingine.